Karibu tena mtazamaji na asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Moja kwa moja basi nakupeleka hadi kaunti ya Nakuru ambapo Kamche Menza ameandaa mahojiano kuhusiana na kilio cha makahaba katika kaunti hiyo. Dakta kabisa, na hii leo nyanjani tuko Nakuru mjini ambapo tunajadili lile swala la kuhusu kahaba hapa Nakuru. Ikizingatiwa kuwa miezi ama siku chache zilizopita Nakuru mjini kumekuwa kukishuhudiwa mauaji ya kahaba, na ni swala ambalo limeibua hisia mbalimbali kuanzia kwa wafanyabiashara wenyewe hadi viongozi, ikisemekana kuwa je, lengo ni nini la kuuawa kwa hawa makahaba? Kwa hivyo hii leo niko nao wageni wawili ambao ni wafanyabiashara katika sekta hiyo, na kwa upande wangu wa kushoto ni Daisy Achieng na hapa kando ni Miriam Masharia. Na hapo awali tulipokuwa tukizungumza wamenieleza kuwa mjini Nakuru wako makahaba 1500 na kaunti nzima wako 4500. Kwa hivyo karibuni wageni wangu. Tukianza na wewe Daisy, pengine utueleze ni jambo ambalo tunaona waziwazi kwamba limewaudhi, limewakera na limewatia pia wasiwasi. Pengine utueleze, unaona pengine chanzo ni nini? People are taking advantage. Wanachukua advantage kwa sababu sex work ni illegal in Kenya. Hata Nairobi wamekuwa wakipata shida kama hizo. But in Nakuru tunaona imekuwa too much. Na tunaomba pia community washikane na sisi because hao watu wenye wanauana wanatoka tu kwa community. Kuna kitu inatushida kabisa. Sababu wakati mnaamka leo mnakuta mtu ameuriwa. Okay, hata by the way hata sio sex worker peke yao. Kwa sababu hata kuna msichana wa 17 years wa college alipatikana. Kwa hivyo ni kama hii ni genge iko mahali inafanya hii kazi. Kwa sababu kama huyo msichana wa 17 years ni msichana alitoka mchana, alikuwa anaenda kununua nywele aende salon, kesho amkie shule. Sasa ni kama hawa watu sijui by the way hata tunashindwa nini watafuta. Mimi hata sijui nitasema nini. Nashindwa kabisa. Unaweza kosa kuelewa ni watu wa aina gani. Pengine tueleze mmeshuhudia kwa muda gani? Tukirudi nyuma hadi wa leo mmeshuhudia haya matukio kwa muda gani? Ilianza mwezi wa 3 last year na ilianza na mrembo mmoja anaitwa Esther, ndiye aliuawa wa kwanza. Yeah. Pengine akiwa wapi hadi gani? Esther alitoka na client, walipanda motorbike. Kupanda motorbike alienda Lakeview. Na tukapata Esther ameuawa asubuhi kiunyama sana, amekatakatwa na amewekelewa maji na mtungi. Huwa ni hatua gani ama ni utaratibu gani mnaofuata? Umepata mteja, mnaingia kwa hoteli, kuna utaratibu gani wenye mnafuata hali ya kwamba kisa kama hicho kikitokea nyinyi wenyewe mnaweza kufuatilizia mseme aliingia na huyu na iko hivi na je, kuna utaratibu huo unafuatwa pale? Kama vile mimi najua lazima mkiingia kwa nyumba, hata kama ni mtu yeyote, ukiingia kwa room lazima upeane ID. Kama uko na simu upeane namba za simu. Hiyo ni sheria ya reception na hiyo lazima mtu aitishwe. So wakati hawa wasichana wanauriwa, kuna yule kusemekana huyo mtu hajulikani, tunashindwa. Alipita kuna reception, hakuna penye alipita kando. Amepita kwa reception, amepata mwenye reception yako hapo, atashuka atoke na huyo mtu atajulikana. Lakini msichana amebaki wapi? Amebaki huko. So tunataka kama ni hawa watu wa room, hata hao wao waangalifu. Wakati mnaingia na mtu huko, si ati mtu akuache tu peke yako. Ikuwe msichana hata kama ni mama, wewe ukitoka tu unarudishwa kwa mtu, angaliwe kama ako sawa. Mbona wanaachilia mwanaume tu anatoka peke yake? Sasa huyu mtu hata arudishwe, akakaa ni huyo mama aulizwe uko sawa. Kama hayuko sawa, basi huyu mwingine bado hajatoka. Atashikiwa hapo. Lakini wakati mtu ametoka ameenda, atashikwa na nani? Kama mimi ni victim, sister yangu aliuliwa. Mpaka wa leo sijajua mwenye alimuua. Na alitupa tu hapo Kano St. Elizabeth. Hiyo building iko na CCTV. Walisema hakuna kitu kinaonekana. Surely ingekuwa ni mtu mwingine, si wangefuata na angejulikana. Okay, hii masiku imeenda sana, hawa wasichana hakuna mtu ameshikwa. Nakuru town kama si sex work, biashara ingekuwa chini sana. Because sex workers wana promote mahoteli, bars, lodgings. Especially in this town na Kano Street. Without sex workers, sidhani kama wangekuwa na customers. Na sijajua ni kwa nini hawachukuli kama sex work ni kazi.
Sex work inalipa nyumba, inalisha watoto na inasomesha. Hata our parents huko nyumbani, wengi wetu hawajui kazi yenye tunafanya, but wanakaa vizuri kwa sababu ya sisi. So tungependa tu wenye mahoteli watu waangalie kama wanadamu, watu waangalie kama wazazi, kama ndugu na dada za watu. Wakati hawa wasichana wanauriwa, isikuwe ati inafika wakati wanasema ni sex worker. Kila mtu ako na haki na kila mtu ni binadamu, kila mtu alisaliwa. Hawa wasichana wako na wazazi wao, wako na watoto. Wakati huu msichana ameuriwa, amewacha mtoto, nani ameachiwa hiyo mzigo? Kwa hivyo kama huu mtu alishikwa, mimi ningetaka achukuliwe hatua kali, kwa sababu mtu hajali. Kulingana venye anasema, yeye alisema kuua ni kawaida, na amesema na bado alisema na bado ataua. So achukuliwe hatua kali, si tupate justice. Aseme aliua wasichana kwa nini? Tunataka tu achukuliwe hatua kali kabisa. Wacha ni ubaki kwako Miriam. Nataka unieleze ule utaratibu wenye huwa mnachukua. Umefika mahali na mteja katika ile hoteli, mmeandika. Sijui kama wewe ushajipata katika hali ya mteja ametoka na amekuacha kwa room na baadaye unatoka. Sijui kama ushajipata katika hiyo hali. Nimeshaikuwa kwa hiyo hali. Mteja anatoka ananiacha. Na wewe huhisi hofu ama huoni kama pana tashwishi pale? Okay, unajua maybe mtoka na mtu mmeachana vizuri. Unaona, isipokuwa sasa ni hizi mambo zimetokea, hatukuwa tunajua kuna kitu inaendelea. Lakini saa hii at least kila mwanamke akienda mahali anakuwa, hata kama ni mtu amekupigia simu, mpaka ujue ni nani, unakaa naye aje, mpaka ukue very careful sana. Mahali huwa mnasimama wakati mtu usijui kama mnasimama mmoja mmoja ama kama ni wawili, hali ya kwamba mteja akija akimchukua huyu mtu fulani akienda naye, wewe unamjua kwamba Miriam amechukuliwa na mtu fulani na anamjua. Sijui kama mnasimama kikundi ama wewe ni mmoja mmoja, hali ya kwamba mwezi tambuana. Tumejaribu kukua ile sister keeper, unakuwa askari wa ule mwenzako. For example, vile Grace alienda na mwanaume, rafiki yake alijua na anaweza kudescribe huyo mwanaume. Kupata yule mwanaume, unajua ile nikianza kuchora picha yako haitatosha kabisa kwa serikali kutafuta huyo mtu. Rooms ndio wanaweza tusaidia. Wakati ninaenda na ule mwanaume kwa room, ile footage itatoa the exact picture. Sasa hizi nikianza hata kusema alikuwa mrefu, alikuwa mfupi, alikuwa mwembamba, alikuwa mnono, watatafuta mwanaume aina gani? Hawezi tafuta watu wote wanene waniwekee ni yao. Na pia kuna hii mambo imekuwa saa hii. Unapata mwanaume amekuja na fake ID, sio yake, ni ya mtu mwingine. Cause mtu akuja na nia mbaya, amekuja na nia mbaya. Na wakuja na nia mbaya, unapata sex workers ndio the easiest mwanamke wa kupata. Target pale. Wa kutarget. Akipata sex worker aende naye kwa room, arudi amalize mambo yake, achomoke kwa ile room, still tuko kwa risk. Tuko kwa hatari kubwa sana. Saizi pengine kuanzia hiyo March yenye umesema mwezi wa 3 mwaka jana, pengine unakisia ni wenzenu wangapi wenye wamepoteza maisha? 9 to 10. 8, 9 na 10. Na hiyo ni uchungu. Juu unaona wasichana 9 wote wameacha watoto. Wameacha watoto. Sasa ni burden kwa wazazi wao. Unapata yule mzazi sasa amerudi kama alimaliza kulea, amerudi sasa kama amezaa. Like Grace ameacha mtoto wa 2 years. Mtoto wa 2 years yule mama anarudi wapi? Anajitafutia ama anarudi kulea mjukuu? Tunaelewa kwamba kuna ile association ama muungano wenye kama wafanyabiashara wa hiyo sekta mumekiunda kile chama ama muungano ama association. Pengine mtuelezee mnalenga nini na ile association? Je, mnataka kusukuma biashara kama hii ipewe uhalali ama mnalenga nini katika kile chama? Smart Ladies ilianza the year 2012 mwezi wa 6. Tulianza tu kama ilikuwa merry go round, ilikuwa ni savings, tunaweka pesa, tuna table bank, hata mwenzetu akishikwa hatuna stress sana. Tukawa hivyo tukaendelea mpaka this year tunaendelea vizuri. So decide tuungane as a group. Ikuwe sasa tunaweza, hatuko tunajua rights zetu by then. Hatuko tunajua kama sisi ni wanadamu. Because ukiangalia kwa neighborhood unachukuliwa huu ni sex work. Hata ukienda kutafuta nyumba, hutakomboshwa nyumba kama una mzee. Unafanya wapi kazi? Mimi kama sex worker nitajibu nini hiyo landlord? So unapata tulikuwa
tuna stigma kwa community. Tuna stigmatize hiyo sana kwa community. Nilikuwa na options za kazi. Kama sikusoma ningekuwa mama mboga, ningekuwa house girl. Ningekuwa naosha watu nguo. Mimi niliona hiyo ni kazi yangu na itanisaidia na inanisaidia. Na ningependa serikali tuangalie sana kwa sababu siwezi taka mtoto wangu awe sex worker. Mimi ninajua there's somebody somewhere anataka ni daktari na hawezi taka mtoto wake awe daktari. So hata mimi mwenyewe singependa watoto wangu wawe sex workers. Kwa hivyo huu muungano wenu mnalenga nini? Tunataka rights zetu kama sex workers. Tunataka sex work iwe decreed. Sisi wenyewe tumesoma about sex work, tuna knowledge. Tunajua kuna magonjwa, tunajua kuna condom, tunajua kuna maisha hapo mbele. Tunajua tunafaa kuinvest. Tuna NHIF. Saizi tumefuata karibu sex workers wengi sana wako na NHIF. Ndio hata nikipata accident niko na kitu ya kunisaidia pale mbele. Sianzi hiyo bili hospitali nini. No. Ningependa sex work iwe decreed. Sisi tufanye kazi yetu vizuri. Na utaona hata wauaji hawata tutarget. Cause hata mtu akinipiga kofi iniende mimi ni sex worker kwa OB. Niseme mimi ni sex worker, nilikuwa na client akanifanyia hivi na hivi. Cause mama mboga saizi akifanywa kitu mbaya, customer wangu alikuja akachukua mboga akaanza kunipiga. Hiyo itafuatwa kesi. Mbona mimi nilikuwa na mteja akanifanyia hivi na hivi? Hiyo sio kesi. Miriam, pengine unaweza kutueleza kesi tangu Machi mpaka saizi. Je, mnaona hali ya polisi kushughulikia maswala wanashughulikia vipi, na mnaona kuna usaidizi kweli mnapata kutoka kwa polisi? Hatujaona mtu yeyote ameshikwa. Ndio ikafika kuamkia usiku wa jana ndio huyo mtu alishikwa. Sasa tuna hope at least huyo mtu ameshikwa tutapata justice. Hata maybe atakuzungumzia, atataja wengine. By the way, hata nilikuwa alisema yeye ameua. Ni yeye aliua. So hakuna fenya atafanyiwa. Amesoea. Sasa kama mtu anasema amesoea, hata akiachiliwa, what next? Si kabisa ataendelea. Hata acha, ni mtu amesoea na alisema na bado. Unaona? Sasa hatujui tena ni nini, hatujui kama ako na wenzake ama kuko na nini ama ni group, hatujui. Kwa hivyo hii ni kitu serious by the way. Kwa sio kesi moja ama mbili, ni kesi ziko. Kuna wasiwasi wa hali hiyo. Pengine kazi yenu mnaifanyaje? Ukipata mteja una hofu, hujui nitaenda nimalize kazi niende zangu kabisa. Unaogopa kabisa. Unaogopa, hata unaweza angalia tu mtu hivi useme hapana. Unaogopa kabisa. Na umwache. Sasa hii mtu ako na uoga kabisa. Uoga iko. Hata kukalia tu pikipiki yenyewe hivi unaogopa. Baka kama ni pikipiki upigie mtu mwenye unajua ndiye akubebe. Sawa, Daisy, tuelezee, mmeng'ang'ana, tumeona akiuawa mmoja leo, mmekuja kwa media mnapigania, mnaenda kwa polisi mnapigania. Pengine hizi hatua zenu, mtu anaweza uliza what next? Muna hatua nyingine ni nini, ama mwelekeo sasa utakuwa ni upi sasa? Huyu kijana ameshikwa sasa hii, wacha akuwe example kwa wengine. Kwa sababu yeye mwenyewe amekiri ameua wasichana wengi sana. Na tutamfanyaje? Amenijibu hivyo mimi mwenyewe personally. Mimi I'm proud of my work na ninapenda kazi yangu. Ningependa sex work iwe decreed. Na hao watoto wenye wameachwa na wazazi wao yatima, sitaweza kuwakimu. We as a group hatuwezi kuwakimu miaka yao yote. Ningependa serikali isaidie hao watoto kwa sababu hao ndio kioo cha jamii. Yeye asiposoma atarudi kuwa sex worker. Asipopata lishe bora atakuwa mwizi. So ningependa serikali iangalie hizo familia kwa sababu zimewachwa vibaya. Haya basi, umekuwa mjadala wenye kuzua hisia mbalimbali hapa, nikiwa na wafanyabiashara katika ile sekta ya ukahaba, na wanasema pia wao wako na haki na wanataka serikali ingilie kati, itetee haki zao, na pia ikiwezekana pia iweze kuhalalishwa kazi kama hii. Kwa hivyo kutoka hapa kaunti ya Nakuru hatuna la ziada. Ungana nami siku nyingine kama ya leo. Jina langu ni Kamche Menza.